Sasa tunaendelea tena leo, jambo la 6 tunaangalia changamoto ya kutokuamini. Changamoto ya kutokuamini. Ninaposema changamoto ya kutokuamini, mtu mwingine anaweza asielewe kwamba hii nayo ni changamoto. Hiyo ni changamoto kwa sababu kuna mtu yuko mahali hapa, ameingia kanisani, anaomba na anafunga na anatoa sadaka, lakini bado akikutana na lililo gumu anasema, hivi Mungu kweli yuko kweli? Hivi yuko kweli? Hivi ni kama kweli Mungu atasikia kweli? Otherwise akishafika hapa anaona ameendelea kuwepo. Ana ile changamoto ya kutokuamini. Yaani injili inahubiriwa, maombi tunaendelea kuomba, lakini bado ni sawa na zile ibada za Jumapili, mtu anakimbia kuja ibada ya kwanza. Akishatoka hapa anaona bado anakimbia huyo kwenye yale kule. Mnapoendaga kule. Mnakujua. Yaani kuna watu wengine hawaeleweki. Dada mmoja anaitwa Upendo Mkona aliimba wimbo, eleweka, wewe ni nani ndugu? Eleweka. Maana haueleweki. Huko. Tukianza kusachi huko nyumbani utakuta kuna mafuta, kuna chumvi, kuna nini? Kuna watu wanaishi kwa tabu. Mtu mmoja bwana nishuhudia sema, yani mtumishi hicho kipengele, mama mmoja bwana mtoto wake anamwambia, mama, nimekununulia makochi mazuri kabisa. Umeharibu na mafuta yako, kila siku mafuta unapaka, kila siku unapaka, mpaka makochi yameharibika. Pendo, mbona una imani na Yesu uliyempokea? Biblia unaisoma kweli na unayo? Mbona unateseka? Yaani watu siku imani wamegeuka kama waganga wa kienyeji. Chumvi zimemwagwa hapa, nazunguka nyuma na mwaga chumvi. Nimeshainunua chumvi na upako. Chumvi sijui na nini, sijui maji ya nini. Mbona unateseka mpendwa? Eleweka. Unamwamini Yesu au chumvi? Unamwamini Yesu au mafuta? Unaamini nini? Lakini hali ya kutangatanga imewatesa watu wengi. Mwisho wa siku mmeenda huko, mmezoa maroho haya, alafu mnarudi tena. Maana ukishavamiwa tena huko, unaona anamwambia, bwana sisi hatukujui kule, si wana wewe mnakimbiliaga huko. Sasa atamjua nani na hatamjua nani. Mwisho wa siku unakuja kwenye kitu cha fellowship, naomba nisaidie kidogo maombi, unajua vipi? Ilikuwaje? Kuna mmoja mahali fulani siwezi kutaja. Hivyo mpendwa mzuri tena kwa fellowship mzuri, lakini haamini pale anapoabudu. Anaona kama bado hajatosheka bado. Akaanza sasa kutangatanga, akaanza mara huku, anakuja na mafuta, anakuja na chumvi, wengine wakaambiwa wapeleke kucha, wapeleke sijui nywele, sijui kama uganga vile. Na mtu kabisa unayelijua neno, unafundishwa neno la Mungu lenye maadili vizuri, unakuwa ueleweki namna hii, unakuwa uamini neno la Mungu namna hii, uamini upeleke kucha kanisani. Kwa siku za mwisho sijui inakuwa ni nini, sijui watu wanafungwa na nini sijui. Lakini ukisoma neno la Mungu, kila kitu kimewekwa wazi. Sasa hiyo hali ikampelekea huyu mama ambaye ameendelea akimaliza ibada, sisi kwetu pale tuna ibada saa 12. Akimaliza tu ibada saa 2 kamili, ashakimbia, shaenda kuongeza. Naona kama hapa bado hajatosheka, anaenda kuongeza. Soma neno, omba. Kitoka ibadani soma neno, tafakari ile somo. Sinafundisha. Si wengine tunaandika, wengine wanarekodi. Sasa ukifika nyumbani, hebu tulia, pitia ile somo. Halafu ukipitia, soma na maandiko yake. Utashangaa, utajazwa zaidi ya vile nilivyozungumza hapa. Sasa shida hapa huko unawaza, bado haijakaa sawa. Itakaje sawa wakati mwenyewe moyo wako umejiandaa? Sasa mwisho wa siku, akatangatanga, akaanza kuona mbona sioni vizuri. Anarudi kwa mlango. Sioni vizuri. Hata mafuta mpaka akaingia kwenye macho, akamwalika kwenye matendo. Akarudi kuanza kuomba tena. Nikasema jamani, hebu kwanza tuongee. Tunaombaje haraka, tuzungumze. Mume wake ndo anaanza kuelezea. Hayo macho nafikiri nini? Ilikuwa inaanza kidogo tu yanawasha kidogo yanawasha. Akaanza kuyasiba mafuta na siba. Mara kumwambia huyo mtume wake, anamwambia ingiza ndani mafuta, weka ndani mafuta. Endelea kusemea mafuta yake. Yaani mama macho yameharibika. Wakati alisikia jicho linawasha, itakiwa ombe. Akishaomba anaona bado jicho linawasha. Wahi hospitali. Sasa jicho linawasha, ananyunyia mafuta bila mpaka bado yameharibika. Anaanza kutafuta, anarudi pale tena alipotoka. Sasa huyu anaeleweka? Hata yeye. Mpendwa, eleweka. Uko kwetu au uko kule? Acha huo undumila. Mshasiku mtu kijana mmoja alifariki mahali fulani siwezi kutaja. Alipofariki kila mtu anasema, huyu alikuwa huko. Yaani makanisa karibu 6 yote yatakuja kusema huyu ni wa kwetu. Karibu 6 wote wanakuja hapo. Huyu
Ukachanganyikiwa. Unajua nikamwona siku amekaa pembeni kabisa. Sasa mbona jamaa sasa hapa hapa anafujo. Mara waseme alikuwa kwa nabii, mara kwa alikuwa huku, mara kwa yule alikuwa anaitwa kuhani kabisa. Wakati ni mshirika. Kwa nini wapendwa? Eleweka. Ili siku ukiondoka ulize tusipate tabu. Tujue yule ni mluteri pale. Yule ni wakule, kama ni wakule baki kule. Sio ueleweke. Huko ndumila. Kote tunakoa. Huko nako utatesa watu. Ni changamoto ya kutokuamini. Ukijiona huko hivi una changamoto. Sio kalizika, mimi natafuta kuongeza. Mimi nitaongeza ambapo ndio maana watu wanaenda huko wengine wanalisha mpaka matangopoli. Kwa sababu unazidisha huko sasa. Mtu kweli unaumwa, wewe kuweka mafuta eti ya upako kwenye macho. Unategemea nini wewe? Mtoto wako anakununulia sofa nzuri amekuletea mama, endelea kukaa furahia, anarudi zimesiba mafuta zote. Kila mtu anataka kukaa amesiba mafuta. Watoto wanaenda shule wanachagua misalada ya mafuta. Jamani. Sasa waambia kitu gani hao watoto? Utawalisisha imani gani hao watoto? Hiyo ya kuchanganya mara hivi. Hapana, eleweka. Kama ni wa hapa eleweka. Kama ni wa kule eleweka. Ondoka kwenye hiyo changamoto ya kutangatanga. Ondoka kwenye hiyo changamoto ya kutokuamini. Haleluya. Changamoto namba 7 ni changamoto ya madeni. Ndio hiyo ya mwangalie. Muulize umeona hapo? Changamoto ya madeni. Ni changamoto ambayo inatesa kanisa. Imetesa familia. Watu wamekimbia wameacha familia zao. Watu wamekimbia wameacha kazi zao. Wengine wameshindwa kuendelea na biashara zao kwa sababu wataendelea na anadaiwa. Halafu bahati mbaya ana marafiki wale ambao wanamtia moyo. Wewe unaogopa deni? Sasa serikali yenyewe inadaiwa. Wewe serikali yenyewe inadaiwa hiyo. Wewe unaogopa nini? Ukiona marafiki wa namna hiyo kimbia. Anayekutia moyo unadaiwa au anakutia moyo kwamba hana shida yake changamoto madeni haina shida. Kwa nini nikope? Mimi ninapofundisha somo la uchumi huwa nasema hatukatai mtu kukopa, lakini nahitaji kukopa 500,000. Mimi nina shilingi ngapi kwenye akiba yangu ya benki? Nina shilingi ngapi? Lazima niwe na 300,000, niwe na 400,000. Nikichukua na ile 500,000 na kuchanganya, nakuta na 800,000, naweza kufanya kitu. Huyu mtu mkopo marejesho hayatamsumbua. Lakini kinachotutesa wa Kristo waenda mbinguni tunaelekea Kanaani. Hata anapoenda kuchukua mkopo, hela ya nauli anakopa. Kwa hiyo wapendwa, tutafika kweli? Tutachukia hata ibada, tutachukia kimona mwenyekiti wa jumuiya anapita, unajua amekuja kule mchango. Tayari ni mchango kwa sababu ya yale madeni ulionayo mengi, mpaka unashindwa hata kutimiza wajibu wako kwenye kanisa, unashindwa kutunza familia yako vizuri. Kwa nini? Kwa sababu ya madeni ya kiholela. Hayo ni madeni ya kiholela. Waswahili wanasemaje? Fikiri kabla ya kutenda. Sikatai kabisa kukopa. Lakini unakopaje? Unakopa kwa ajili ya nini? Umepanga utarejesha vipi? Wapendwa, mtumishi naomba nisomee hiyo Mithali 22 mstari wa 7. Mithali 22 mstari wa 7. Tuangalie Mfalme Sulemani anatukumbusha jambo gani hapa kwa habari ya wakopaji. Sio vibaya wala sio dhambi, lakini ni unakopaje? Itakutesa. Watu wamekimbia wameacha watoto. Watu wamekimbia wameacha waume zao. Kwa sababu ya nini? Ya madeni. Hii sio nzuri kabisa. Karibu mtumishi. Mithali 22:7. Anasema tena kama Biblia ni yako, pigia mstari hapo. Akopaye ni mtumwa wa akopeshaye. Pigia mstari ili unapotaka kwenda kukopa uwe umejiandaa kuwa mtumwa. Manake ukisha muona tu hata mbele yako, hata kama hamdai pesa, akikupigia tu simu, hata kama sio anakukumbusha deni, anataka tu akusalimie, hofu tayari anataka kunidai. Jamani, yaani si ni utumwa wenyewe ndio huo. Kwa nini uwe mtumwa? Kwa nini mteseke? Hii ni changamoto ambayo inawatesa watu wengi. Familia nyingi zimeingia mpaka kwenye migogoro kwa sababu baba alikopa, mama hajui. Mama alikopa, baba hajui. Sasa tunarejesha vipi? Haya, afisa mikopo kafika. Baba hajui lile deni. Niliwaambia jana kidogo kipengele hicho. Yule mama alikopa milioni 7. Kakopa milioni 7, mume wake hana taarifa.
maafisa mikopo wamefika, mama anaanza kujikanyaga tu, unajua mume wangu, unajua, yaani kama kale kalikuwa kakorofi, kakaenda kukopa milioni 7 bila mume wake kujua. Halafu kwenye kuchukua ile fomu ya kwamba mume wake aweze kusaini, akachukua ile fomu akaforge sahihi ya mume wake. Akaiba na kale kapicha ka passport size kale kadogo, baba ndiye mwenye vitu picha. Akaiba kale kapicha akabandika pale. Kibaya zaidi alichokifanya yule mwanamke, aliandika namba ya jamaa lake aliyojua yeye. Hii fomu ikienda benki, wakipiga simu, naambia hana shida ni mke wangu, mpeni tu pesa, fomu hiyo nimeshajaza simu hiyo na iko vizuri kabisa, kwa hiyo mpeni tu pesa. Akaliaje ile jamaa akalipa 300,000. Hela hiyo yako. Anampa mtu 300,000 kwa hakuna kazi aliyofanya. Mbaya zaidi akaingia ndani, akachukua ile hati ya nyumba, akaenda kutoa fotokopi, iko benki. Bila baba kujua. Ndio hapa sinaja wako hao. Kama hawapo huko tuko. Kweli kabisa. Unamoya namna gani? Tena mmoja ingekuwa 100,000, milioni 7. Bila taarifa kwa mume na umeolewa. Unategemea utarejesha vipi ile deni? Hili lazima ulale nalo. Hili lazima mwisho wa siku mkimbie mume na watoto. Kwa sababu utakuta nani unataka kuhemea. Unataka wakumshauri. Atakushauri nani? Yule mwenye uliyemuomba aweke namba yake pale, umeshamuomba umemlipa 300,000 za bure. Watu wanaogopa hiyo. Hiyo ni longo sana. Kwa milioni 7 bila mume wako kujua. Hapa. Sasa ile baba sio maafisa wamefika. Wanahitaji kwenda kuchukua ile hati kamili ili waandike nje pale tangazo nyumba inauzwa. Baba watu ni fundi kujenga. Amepambana, amejenga kajumba kake mjini hapo. Anasema angalau na mimi na wanangu najificha mvua inavyonyesha. Mama na akili yake nzuri kaingia kwenye mikopo. Sasa wanafika wageni, akizuri na yeye wote wapo. Karibu. Sasa wale maafisa tumekuja mama, baba tumekuja sisi ni wale watu wa benki. Baba anauliza benki gani? Watu gani? Mbona unajua baba haelewi kitu. Sasa wale maafisa hata kama ulikuwa wewe ni afisa ungeona huyu baba anafanya nini? Si ungeona kama huyu baba anafanya usanii. Kama fomu hii picha yako. Sahihi ya nani? Ya kwako. Haya shida iko wapi? Habari ya namba sasa watu wanaweza kubadilisha na nini? Muda mrefu umepita. Lakini sura hii ni yako. Sasa unakataaje? Baba kaingia ndani. Akachukua panga. Akachukua kitu inaitwa tupa. Unajua tupa? Sasa nilikuwa nahesabu kweli nikaelezea tupa, vijana wanasema tupa ndio hawaelewi. Vijana wamezaliwa Kariakoo hapo wamekuwa hawajui tupa ni nini. Yule baba kaingia na akachukua tupa, anaanza kutoka hapo ananoa. Pia ananoa panga lake. Wale maafisa wala hawaogopa. Unatuogopea sisi tumekuja kudai hela yetu. Wala si atuogope. Yeye baba hana shida na maafisa. Ana shida na huyu mkopaji. Akaenda kaweka panga lake hapo. Yaani ile kuweka tu hajafanya chochote, ameweka tu. Damu zinachozika. Unajua panga limenolewa. Eleza ukweli. Pesa ulikopa na nani? Na ulifanyia nini? Na aliye sign hiyo form ni nani? Eleza ukweli. Mama anapoka akasema sasa mimi nitaenda Segelea, wewe unapeleka makaburini. Chagua moja. Waache watoto si wote tupotee. Au useme ukweli. Anaanza kuniambia jamani mume wangu, unajua mume wangu samahani, unajua kule kwenye mikoba nilikuwa nadaiwa, kwa hiyo nilikuwa nikope benki ili nimalize kule rejesho, alafu huko nitaendelea kurejesha, alafu yani baba akachanganyikiwa. Kwa hiyo milioni 7 ulichukua mwenyewe. Alichoka. Baba akakaa chini ameishiwa nguvu na panga lake kama amenoa. Yaani ameishiwa maana alijua labda wale maafisa wamekosea njia, labda nyumba sio hii. Lakini mama akajieleza mwenyewe. Mwanaume mzima na akili zake. Baba fundi kujenga jamani. Unajua mafundi kujenga wanapambana. Wanatumia nguvu kubwa sana kupata riziki. Halafu sasa amehangaika ajenga katika kibanda chake, halafu mama anakuja akope ile akalipe maisha kwenye vikoba. Baba atapiga magoti mbele ya wanaume wenzake. Si mbaya. Atapiga magoti akasema jamani, ninaomba sipi chochote. Ninaomba mnipe miezi 5 ili tafadhali. Niulize mipango ikoje kwa mzangu kuhusu hiyo pesa. Lakini mimi sipi chochote. Mwambie usiamini, mimi sijui kitu. Hebu niambie familia itakosa mgogoro? Haiwezi kukosa mgogoro.
Waswahili wale waliosema fikiri kabla ya kutenda, waliongea kwa nje.